Mtazamaji wa Kipepeo Digital, kwa mara nyingine tena niko hapa katika mitaa ya Bunju ambako leo kulikuwa kuna zoezi la usafi, na leo wamebaini kuna baadhi ya watu ambao wanasoa staarabu kwa namna nyingine, wanatiririsha maji kwenye mitaro, lakini kama ilivyokuwa ada, wenye viti na viongozi wanasimamia sheria zinasemaje kwa watu ambao wana tabia kama hizi. Na nimejaribu kuzungumza na baadhi ya watu, lakini vile vile na mwenyekiti wa mtaa wa Bunju B aliweza kuzungumza moja kwa moja. Tumsikilize mwenyekiti alichokizungumza, lakini baadhi ya wananchi wamechukizwa na kitendo hiki, nao tuwasikilize walichokizungumza. Kwa majina anaitwa Saidi Selemani, mwenyekiti wa mazingira mtaa wa Bunju B. Tupo hapa leo kwa niaba ya kufanya usafi mtaa kwa mtaa. Tunashirikiana na viongozi wote wa kata nzima ya Mabwepande. Tumekuja kwenye hii nyumba unayoiona hapa mbele. Hii nyumba haina shimo la choo. Kwa hiyo maji yote yanayotoka chooni, kinyesi yote yanaingia kwenye huu mfereji, yanaenda huku chini. Matokeo yake sasa yanaasili kwa hawa majirani ambao watoto wetu kama unavyoona hizi nyumba za hapa wote wanaathirika juu ya hii nyumba iliyokuepo hapa. Kwa hiyo tupo kama hapa kama viongozi wote, unaona tumemwita polisi kata, tumemkamata mwenye hii nyumba anayetirisha kinyesi na maji machafu, ili mradi tumpeleke sehemu husika akapigwe faini na hapa lijengwe shimo la choo. Okay. Labda sheria zikoje kwa mtu kupanga nyumba alafu hamna choo? Labda sheria zikoje? Sheria nadhani zinajulikana kwamba huwezi kukaa kwenye nyumba ambayo haina choo. Lazima nyumba iwe na choo ndipo watu wananchi wakae. Sasa huyu mwenye nyumba alojenga na kampangisha mtu wakati nyumba haina choo anatiririsha kwenye maji, nadhani hatua lazima zichukuliwe. Ndio maana tumekuja na afisa afya, polisi kata, tupo viongozi wa aina mbalimbali, tunahakikisha tunafanya usafi kwenye mtaa wetu wa Bunju B. Labda unatoa wito gani kwa wakazi wa Bunju, kwa watu wenye namna kama hii ambao wana nyumba lakini hazina mashimo ya choo? Yaani nachoomba wana nyumba mfano ndio huu, kwamba watu wote wenye nyumba wa majirani au mtaa mzima Bunju B tuhakikishe watu wote tunajenga vyoo safi na vyoo salama, kwamba kwani choo ndio kila kitu, bila choo hiyo sio nyumba, nyumba ni choo. Asante. Kwa majina anaitwa Farida Sefu, ni mjumbe wa serikali ya mtaa huu wa Bunju B. Leo ni siku ya usafi ambapo kila wiki tunafanya usafi mtaa kwa mtaa ndani ya mtaa wetu mzima wa kata Mabwepande. Lakini tumekutana na changamoto nyingi sana. Baada ya zoezi hili tumegundua mambo mengi, hususani baadhi ya wakazi kutiririsha maji taka ambayo ni changamoto, ni hatarishi kubwa sana. Mazingira kwa kweli sio mazuri na afya za watu, watoto na jamii nzima. Kwa kweli mwandishi wa habari, hiyo ni changamoto sana, na hapa leo tuko maeneo ya idara ya maji, tumeweza kugundua hali hiyo, na sheria ambayo tumeifuata sasa hivi kuweza kutoa taarifa kwenye vyombo husika, hususani kwa maafisa afya, ili sheria ifuatwe, lengo kuweza kuzuia milipuko. Labda unatoa wito gani kwa wakazi ambao labda kwa namna moja nyingine nao wana nyumba ambazo hazina vyoo, labda tunaweza tukasema hivyo, unawaambia nini? Mimi natoa wito kwa wote ambao hawana vyoo, naomba tujenge vyoo. Nyumba haiwezi kukamilika bila kuwa na choo. Choo ndio mazingira, choo ndio afya. Unapojenga nyumba bila choo, basi wewe ndio wa kwanza ambao unahatarisha milipuko ya magonjwa. Kwa hiyo tunaomba ndugu zangu, watu wote, Watanzania wote kwa pamoja, hakikisha nyumba yako iwe na choo, na hata nyumba ikishakuwa na choo hakikisha mazingira yawe safi na salama kwa niaba ya kuzuia milipuko ya magonjwa. Asante. Kwa majina anaitwa Juma Nasoro Kichelema. Mimi ni kamati ya mtaa, pia ni mjumbe wa shina, na leo tupo katika zoezi la kila siku kuhakikisha mazingira yapo safi na salama. Ndiyo kiongozi. Labda leo mmegundua nini kwenye sakata zima la usafi? Leo tulichogundua, kwa mfano kama leo tumekuja sehemu ambazo tumefanya surprise. Tumeingia ndani kabisa, sio kufanya usafi barazani, yani kufanya usafi sehemu za mbele tu. Leo tumeingia ndani kabisa, kwenye uswahilini kabisa, vichochoroni kabisa. Tumekuja kugundua kwamba watu wanachefusha maji machafu, maji taka, watu mazingira hayaiki vizuri. Hivyo basi tumehakikisha, katika kuhakikisha jambo hilo tunalifanyia kazi, kwanza wawajibishwe. La pili,
mazingira waweke safi, na la tatu, miundombinu yote ambao waloelekeza katika makazi ya watu maji kuchukua kuyapeleka, maji machafu kuchukua kuyapeleka katika mazingira ya watu yanafungwa na yanaharibiwa kabisa. Okay, labda sheria zikoje na faini yake ikoje kwa watu ambao wanatumia nyumba lakini hawana vyoo? Sheria ni kubwa, sheria imechangamka kidogo kwa sababu nyumba ni choo. Kwa hiyo maanake yoyote anaoishi katika nyumba ambayo haina choo anaweza akakutana na faini isiyopungua karibia milioni 5 hivi, ama kifungo cha miezi 6 jela, ama vyote kwa pamoja. Lakini pia ni wasii wananchi wetu wajiepushe na hayo mambo. Pale wanapoona kuna mtu anaharibu mazingira, toa taarifa, kwa sababu serikali yetu inaanzia chini kabisa, kuanzia ngazi ya shina, serikali ya mtaa mpaka kata. Kwa hiyo yoyote anayeona mtu anaharibu mazingira atoe taarifa, ili sisi kama viongozi tuweze kumchukulia hatua haraka iwezekanavyo. Kama leo tulivyofanya hivi, kuna watu 2 watatu tumewachukua, wanapelekwa sehemu husika ili kuwajibisha katika haya wanaoyafanya kuharibu mazingira. Hapa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bunju B, kwa jina naitwa Juma Ali Mwalimu almaarufu Juma Songo. Tumeendelea kufanya zoezi letu hili la usafi katika mtaa wetu wa Bunju B kuhakikisha kwamba haya ni maazimio na makubaliano yetu katika ngazi ya kata, kuhakikisha swala la usafi linaendelea kuimarika kwenye mitaa yetu na maeneo yetu mbalimbali. Leo tulikuwa katika zoni ya Maisha ya Ndege pamoja na eneo la idara maji. Tumefanya usafi tukishirikiana na wananchi wetu pamoja na viongozi ambao ni mabalozi wa mashina na kamati zao, na wananchi kwa ujumla pamoja na vijana katika makundi mbalimbali. Lakini katika namna ya zoezi hili, kadri tunavyoendelea kuliboresha na kuliimarisha, tunaendelea kuibua na kukutana na changamoto mbalimbali katika mtaa wetu, na hii inaonekana sasa ni zoezi azimu na ni fursa pekee ambayo inaendelea kutushawishi viongozi kuendelea kulisimamia ili zoezi, kuhakikisha linakuwa endelevu na linakuwa komavu kuendelea kudumu kwenye maeneo yetu. Kwa sababu tunapopita kwenye haya maeneo kufanya usafi wa mazingira tunakutana na changamoto mbalimbali. Leo tumefanya zoezi la usafi katika eneo hili, kipande hichi cha idara maji, tumekutana na changamoto ambayo kwa kweli ni kero na ni jambo ambalo halikuvumiliki wala halikubaliki. Tumekutana na wananchi ambao wameelekeza kwenye mapito ya maji kwenye mfereji huu mkubwa ambao wenyeji asilia wa ile eneo linafahamika kama ile eneo ni bonde au mto Dibwagale. Haya ni mapito ya maji ambayo yanapitisha maji kuelekea kwenye maeneo mengine na hatimaye kufikisha kwenye mto Mpiji kuelekea baharini. Lakini wapo wakazi ambao hawatakii maisha mema wananchi wenzao, majirani zao pamoja na watoto wa maeneo hayo kwa ujumla. Wameelekeza mitalo au mabomba ya maji machafu, kwa maana ikiwemo utilishaji wa maji taka yote yanayotoka chooni, pamoja na hali ambayo inaonyesha ishara tofauti kwenye mfereji huu kuashiria kwamba ni maji machafu na maji taka ambayo yanayotoka kwenye vyoo kabisa, ikiwemo pamoja na ishara ya kinyesi. Kwa hili tumelikemea kama viongozi, na zipo baadhi ya sehemu hatua zimeshachukuliwa kutafuta wahusika ili kuhakikisha kwamba wanafikishwa kwenye idara husika, ikiwemo kwenye idara za afya, ili kupewa taratibu namna gani ya kujilinda kwenye makazi yao na kuhakikisha usalama wa maendeleo katika mtaa huu unaendelea kupatikana. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa mtaa nasema kwa kushirikiana na kamati yangu na viongozi mbalimbali, ili zoezi tuendelea kusimama nalo, kwa kuwa changamoto tunasema ndio sehemu ya majukumu yetu. Kwa hiyo changamoto inatuinua, inatusimamisha kuhakikisha kwamba tusonge mbele kuelekea na kuibua maeneo mengine yote yawe yanalindwa, kusimamiwa kwenye usalama zaidi. Kwa hili ni jambo ambalo halikubaliki. Hasa mimi mwenyekiti narudia tena kwa mara kila wakati na kila muda ninapozungumza na wakazi wangu na katika maeneo mbalimbali. Swala la utilishaji wa maji taka kwenye mifereji yetu au kwenye mito hii halikubaliki na haliruhusiwi kisheria. Kwa hiyo tunaendelea kubaini na kuwaibua watu mbalimbali ili mradi hatua ziendelee kuchukuliwa, wafikishwe kwenye mamlaka zaidi za kisheria. Naitwa Siraji Marano, ni afisa afya kata Babwepande. Mtu yote anamwaga taka ovyo, anamwaga maji machafu ovyo, basi namba hii hapa natoa 0752 54 24 14. Rudia. Namba ya afisa afya 0752 54 24 14 ambazo tumeziona. Kama mwenyekiti alivyozungumza, tunaomba changamoto yoyote ambayo utakuwa mnaiona katika jamii husika, hebu toa taarifa kwa viongozi. Viongozi wa shina na viongozi wa serikali ya mtaa wote wapo kwa ajili ya kusaidia wananchi. Mimi nipo afisa afya kwa ajili ya kusimamia usafi katika kata hii. Lakini kata hii ambayo unaiona ya Babwepande sio hapa tu.
mpaka Mbopo, Kionzile, Mabwepande, Mji Mpya, pote mimi afisa afya ndo nahusika. Kwa kuna sehemu nyingine ambapo unakuta afisa afya hajafika, lakini ukitoa taarifa anaweza kuja kutatua hiyo kero. Hili eneo sio mara ya kwanza kuja hapa. Nimeshawahi kuja tena mara ya kwanza nikaja tukanunua na simenti nikaliziba lile bomba kwa simenti. Lakini mimi nikafikiri hiyo hali ilifanyaje? Ilitoweka tena. Sasa nashangaa napigiwa simu naambiwa bana huku hali ni tete. Lakini mimi nimeonyesha ushirikiano kwa sababu pointi ni moja. Sisi tunapoona kero inakuja kwa wananchi wote, huwa tunajaribu kutatua kero kwanza imuathiri mtu mmoja kuliko iathiri jamii kwa ujumla. Ndio maana hata mtu yote anapoleta fujo katika wananchi, huwa serikali inadili kwanza na huyo mtu mmoja, alafu baadaye mambo mengine yanafuata. Kwa mimi kuanzia sasa hivi ambayo hiyo kero imetokea, kinachotakiwa hapa, huyu ataandikiwa barua ya wito na hiyo nyumba inatakiwa isimamishwe ili shughuli zingine zifanyeje, ili arekebishe mfumo yake ya mifumo yake ya maji. Alafu wewe unapopewa kiwanja chako, inatakiwa shughuli zozote zinazohusiana na mambo yako ziishie ndani ya kiwanja chako, eneo lako hilo. Hutakiwi kutirisha eza yawe maji ya chooni, yawe maji ya bafuni, yawe maji yoyote isipokuwa maji ya mvua. Kwa huu mtaro sisi tumeweka kwa ajili ya maji ya mvua. Ukiosha vyombo, maji yote yatakuwa ishie eneo lako hilo. Ukioga maji bafuni, maji yote yatakuwa ishie hapo. Choo, maji yote yatakuwa ishie hapo. Kwa huu mtaro ni kwa ajili ya maji ya mvua tu. Kwa mimi ni washukuru wananchi, na hili jambo tunalifanyia kazi, na sio hapa na watu wengine wote tunafanyaje, tutawashughulikia kwa mujibu wa kwa mujibu wa sheria. Lakini kitu kingine niombe wananchi tuepukane na maneno mbalimbali ambayo mtu unaweza ukafanyaje ukatanisha kazi yote ya mtu. Kwamba kuna watu wengine ambao unakuta wana maneno kwamba afisa amekuja amefanya 1 2 3. Afisa tunakuja tunashughulikia watu, lakini changamoto tunazozipata, yule mtu wakati mwingine unamuita haji na wala haonekani. Sasa lazima uende kuomba msaada sehemu husika. Sasa sehemu husika unapewa ratiba, gari itakuja kesho, itakuja kwa sababu mfano mimi hapa afisa, hata yule mwenye kiwanja simjui, napewa ushirikiano na watu wengine. Sasa kuna wakati anaitwa yule mwenye kiwanja haji. Sasa inabidi huyu aliyepanga tumshughulikie huyu ili mwenye nyumba afanyeje, apatikane. Kwa sisi huyo mwenye nyumba sipotupa ushirikiano, hii nyumba tunaifunga na huyo mpangaji aondoke. Huyu mwenye nyumba hawezi kuridhika, nyumba yake haina wapangaji, lazima tu atakuja na sheria itachukua mkondo wake. Sisi kwa yale makosa ambayo tumefanya kama maafisa wa serikali, ambao labda mliona wananchi labda hawajafanya kama vile ambavyo mlikuwa mnahitaji nyinyi, sisi tuko tayari kwa ajili ya kufanya hilo jambo na kushirikiana pamoja na wananchi, na sio hapa tu, sehemu yote ambapo tuko. Asante sana, safi kabisa mtazamaji wa Kipepeo Digital. Kufikia hapo sina la ziada. Naitwa Elijah Felix Beyeza. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok, Facebook kwa jina hilo la Kipepeo Digital. Kufikia hapo sina la ziada. Kwaheri.